wasichana wetu wanaenda kutafuta kazi huko Gulf countries. Mimi si waziri, nataka kuwa waziri. Mimi si balozi, nataka kuwa balozi. Lakini hatuwezi kunyamaza kama ndugu zetu, dada zetu, Seka alienda akiwa mzima, amerudi akiwa mgonjwa. Nimeona hawa maagents wamepiga kelele sana. Hiyo kesi imefanya nipate complaints mingi sana kutoka Gulf countries za Wakenya. Mingi sana. Kwa mfano sasa hizi kuna msichana anaitwa Margaret Ruguru Waweru ambaye amekufa Saudi Arabia kutoka tarehe 6 mwezi wa 3 huu mwaka. Na by Sunday tumesikia hiyo mwili itatupwa. Bado nimepata Qatar, kuna ndugu yetu anaitwa Anthony Kanyura Wanjiko, pia alikufa tarehe 18 mwezi wa 7. Hawa maagents shida yao ni moja. Wakirecruit hawa wa Kenya hawapeleki process ile inastahili kupelekwa. Wakifika Saudi Arabia wanawadump mahali kwa store, ndio wakiwatafutia mahali watawapiga bei huko kwa waajiri wao. Hili ni jambo ambalo linafaa lisimamishwe mara moja. Ni sheria nchi gani ambayo mtu kama amekosa inasema wewe kama umeenda kwa kutafuta kazi, ni msichana umezaa, lakini umeenda tu kutafuta kazi, uko na maziwa, ati umbwa wanyonye matiti za watoto wetu, ati hiyo ni punishment? Hizi kesi hazianzi leo. Nakumbuka nikiwa senator tumefanya kesi na mheshimiwa outgoing foreign affairs CS Mheshimiwa Amina Mohamed, Senator Emma Mbura ya Mkenya kutoka Kaloleni, kutoka Kilifi County, ambaye alichomwa akakuja kukufia hapa Kenyatta Hospital. Kwa hivyo sisi tunakemea hizo vitendo, na kwanza nashukuru embassy zetu zinajitahidi. Kwa mfano embassy ya Saudi Arabia kwa hii kesi ya Faith ilitusaidia sana, but hiyo ofisi iko na staff kidogo sana. Kwa hivyo kwa hii serikali yetu ya Kenya kwanza tayari tumeaddress ile swala na Mheshimiwa Rais. Kuna Mheshimiwa Governor Alfred Mutua anakuja, tutahakikisha tuna streamline mateso ya Wakenya yapungue. Kumbukeni hao Wakenya wanaenda huko ni kabila zote. Kuna Waarabu wenyewe wale wanatoka Mombasa wengi wao, kuna Wakikuyu, kuna Wakisii, kuna Wajaluo. Kwa hivyo ni changamoto ambayo inakumba jamii zote zile ziko Kenya na lazima tu address. Na mimi naambia wabunge wakina mama, muendelee mubana hawa madalali, hawa wanaangalia matumbo yao. Ni kama walikuwa wamelipwa juzi wanabweka, lakini hatutakubali ma-agents wa mislead Kenyans kusema ati wasichana wetu ndio wabaya. Kama wakijua kule lazima watu waongee Kiarabu, why wasi train hawa wasichana wetu kuongea Kiarabu ndio waende kule? Hawa wakishawadump huko, wakishalipwa pesa yao ya udalali yao imeishia hapo. Wanapeleka watu wakiwa hai, hata wakifia huko hawataki kujua vile hawa wasichana wetu watarudi Kenya. Kwa hivyo mimi sipigi debe nafasi yote ya kazi, hapana. Mimi nang'ana na hali yangu kwa sasa, but kazi yangu ni kusupport wa Kenya, kusupport serikali, tuhakikisha hii ushenzi, sababu naita ushenzi. Hatuwezi kubali kutesewa watoto, hatuwezi kubali kutetewa mama zetu, hatuwezi kubali kutetewa dada zetu. Ni swali limeniuma sana ukiona nimeenda hivi live kujibu wale watu ati inaniuma sana. Mwanamke ati ana umbwa unapewa inanyonya matiti, umbwa ya tajiri. Hiyo ni sawa na laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na huyo alifanya hivyo tunamkemea na tutahakikisha Mungu anampiga kiboko ile ambaye hajawahi kupigwa. Hatutakubali hiyo maneno. Kwa hivyo tunaombea watu watulie. Hizi maiti mbili tushapanga na ambassadors vile zitarudi. Hii maiti iko na miezi 6 Saudi Arabia, Margaret Ruguru tutahakikisha inarudi next week. Anthony Kanyura Wanjiku italand Sunday, tunaipeleka KU, itazikwa Gatundu. Nishaongea na mama ya marehemu, nimeongea na family. Kwa hivyo tutakubali wa Kenya wakufie huko sana Saudi Arabia kila saa. Hili ni swala ambalo we are going to address it, and we should look for a permanent solution to address this problem. So naona hii Saudi Arabia bado ndio walichinja yule journalist wa US anaitwa Khashoggi. So hii mambo lazima iadresiwe. Hatuwezi criticize government sababu hao watu walikuwa kwa ile government ambayo iliondoka. So as a government ile mambo itafanyika ni kujust streamline, kunyorosha. Tunapongoja hii mambo inyoroshwe, tunaomba hii mambo ya agents wabaniwe
kupeleka Wakenya huko kuwapiga bei, wanaacha wakiteseka. Kwa hivyo parliamentarians wetu, kina mama, muendelee na hilo swala, wacheni kusikia story ya wale. That is a one sided story. Sijalala usiku yote nikiongea na Wakenya, kina wamama, vijana wananipigia wakilia vile wanateseka. Wacha Kabaluku, rafiki yangu Alfred Mutua akuje, tutahakikisha hii mambo inaadresiwa, sababu wale ni Wakenya. Kitu kinaniuma, mimi si ambassador, mimi si waziri, but Wakenya tumeleta Wakenya wengi kama wakiwa maiti. Yeah, that one must stop. Hiyo lazima tusimamishe kama serikali. Tutakubali ndugu zetu waendelee kuteseka namna hii. It is too much. Ninyi maaje, stop misleading Kenyans. Kwa kuangalia matumbo yenu. Chani hiyo mchezo mko naye. Chani kutudanganya wa Kenya, hata Wakenya kidogo na misbehave. That nonsense must stop.